Wewe unatafuta jagi na jagi lenyewe ulijui, lakini mbele ya macho yako kuna vyombo vingi na lipo hilo jagi unalitafuta, wewe ulijui. Mtu anakwambia hivi, jagi nimeshakupa, wewe unakataa, na yeye ndo anayelijua jagi. Unachotakiwa kufanya sasa wewe, kwa sababu amekwambia nimeshakupa, muulize ni lipi, sio liko wapi. Yaani ukiuliza liko wapi, wewe bado hujamuelewa kwamba jagi ameshakupa, akakupaje. Muulize ni lipi. Na ukishamuuliza ni lipi sasa, utakuta atakuonesha ishara sasa. Sasa sisi tunachoferiki, Mungu kashakupa majibu, unaanza kupatika bado unababaika, mwisho unachanganya yale majibu tena, haonekani tena. Vurugu tu. Sasa ukiona hujajibiwa, jua labda jibu ushapewa. Sasa unachotakiwa kufanya katika maombi ya pili ni kumwambia Mungu, nionyeshe jibu hilo. Nionyeshe tu jibu hilo. Huko ukiamini katika moyo wako nimeshajibiwa. Yaani ukiwa huna nukta ya kuhisi hujajibiwa, sawa? Kwani usifanikiwe? Yaani wewe unahisi tu umeshajibiwa, haiwezekani. Mimi hiyo hali nilikuwa nayo. Yaani nikitaka pesa, sawa, nasoma kula Allahu tatu hizi. Ninachokitaka kula Allahu tatu hizi kwa baraka zake, sawa, niokote shilingi kadhaa. Basi nikiondoka naitafuta katika hamu ya kuipata, na siamini nitaikosa. Hapo ninaelewa. Na ni lazima niokote. Yaani ni sio hiari. Inakuwaje hiari tena? Mimi nimeshataka. Na katika kutaka kwangu sina doubt, shaka ya kuhisi nitakosa ninachokitaka. Kwa nini nikose sasa? Unajiuliza swali hivi, kwa nini nikose? Kwa hiyo sisi huwa tunakosa kwa sababu ndani ya kile tunachokiomba kuna neno linasema hivi, sipati. Na hilo neno linaaminiwa kuliko nitapata. Kwa sababu unakuwa na maneno neno moja linasema nitapata na neno moja linasema sipati. Alafu macho yako yote yameangalia kwenye neno sipati. Unapataje sasa? Hebu niambie sasa, Mungu akakupaje? Kwa sababu kama wewe ndio manifesta mwenyewe, wewe ndio unayefanya mambo yatokee. Ujue Mungu anakupa tu unavyotaka. Anakuuliza umeshataka? Nimetaka. Nakupa sasa. Nahisi kama uwezi kunipa. Hivi kweli? Kwa sababu unajua sisi tunahisi Mwenyezi Mungu anaendesha maisha, lakini sisi ndio tunamuonesha atuendesheje maisha yetu. Sisi inaeleza. Yaani sisi ndio tunamuonesha Mwenyezi Mungu picha kwamba halisi atuendesheje vipi maisha yetu. Aendesheje maisha yetu. Bwana, yaendeshe maisha yetu kwa kukopa. Mimi nakopa kila siku. Na Mungu ananipa kwa kukopa. Kopa nitakupa. Sababu ndio maisha uliochagua. Bwana, mimi naiba. Siiba nakupa. Sasa usiseme Mungu kakuumbia kuiba, wewe umetaka kuiba. Sasa kwa nini Mungu asikupe? Nakupa. Sababu ikaahidi kutoa tu, yeye anatoa tu. Angalia. Ndio maana nawaambiaga watu, riziki za Mwenyezi Mungu kwetu sisi hazina majina haramu wala halali. Zinakuja tu kama riziki. Sisi ndio tunakwenda kuzipa majina, hii halali, hii haramu. Sisi ndio tunazipa nini? Kazi ninayofanya nauza bia. Nimelipa jina riziki yangu kwamba ni nini? Haramu. Nauza bangi. Nimeipa kazi yangu, nimeipa riziki yangu jina haramu. Sio halali tena. Ukisema Mungu anatoa halali, maana yake unataka kumfanya Mungu kwamba awe na Mungu mwingine anashindana naye, ama anaitwa haramu. Yes. Nani utakayempata ambaye anatoa haramu? Fuatilia Ibilisi, ndio anaitwa haramu. Ibilisi anatolea wapi hiyo haramu ya kunipa mimi? Shetani anakuja kunipa mimi haramu. Kweli? Hana uwezo wa kunipa chochote shetani. Kwa hiyo utaona kazi zetu ndo zinazogeuza, yani chupa zetu ndo zinazogeuza rangi ya maziwa. Sio kwamba maziwa ni ya blue. Chupa yangu ya blue, chupa yangu nyekundu, maziwa yanaonekana rangi gani? Nyekundu, hawezi kuonekana meupe. Kwa hiyo ukianza kulaumu maziwa unakosea. Laumu chupa.
Tunayemlaumu baada ya kutokea haramu ni binadamu mfanyaji. Hatuwezi kumlaumu Mungu. Tunamlaumu binadamu mfanyaji wa hiyo haramu. Kwa sababu Mungu hajamfanya. Mungu amekupa kuku, hajakwambia ule kibudu. Sasa unataka kumpiga gongo, unamuua ndio unakula. Eti kweli? Akwambia umpige gongo umuue ndio ule. Yakakwambia chinja ule halali. Sasa unapiga gongo unaua. Sasa yeye ndio kukulisha nyamafu. Unasema bwana Mungu kanilisha nyamafu leo. Wewe si ulikuwa na kuku mzima. Kwa nini usingechinja? Sasa nimeona nitachelewa. Unapinza naye amna atakujia. Atakujia mara moja tafuisha habari. Sasa hapo ndio unapata kujifunza kwamba kumbe Mungu hajatukadiria sisi tuishi kwa shida. Shida tumezichagua wenyewe. Kaziumba shida, kaziacha na njia zake. Shida tukazifuata wenyewe. Wewe shida unaenda wapi? Twende wote. Mtoto mwanafunzi anasoma, yuko form 2. Wewe unakwenda baby, I love you baby. Ukienda jela wewe hivi she hapo wewe shida imekufuata au wewe umefuata shida? Tulizani maswali ambayo yana make sense. Hivi wewe shida hapo umefuata au umekufuata? Mtu umemkuta ananing'inia, anajinyonga, ukakata kamba. Unataka kuniambia huyu kujinyonga kulimfuata? Huyu alifuata yeye. Kwa sababu paka aenda kununua kamba. Kwa hiyo Bwana siwafichi. Nawaambia ukweli, Mungu hajatuumbia shida sisi tuzipate shida. Kaziumba shida zina njia yake. Sisi wenyewe tumezifuata. Sasa tunaanza kumlaumu Mungu, shida umetupa shida. Amekupa shida gani wewe? Hii shida ipi ambayo amekupa? Shida hivi. Kwetu kuna kipindupindu, sawa? Kwa nini kuna kipindupindu? Utakuta mitaro michafu, majumba machafu hayafanyiki. Kwa hiyo sisi wenyewe tumeattract maradhi, tumeyavutia kwetu yaje. Malaria umepata, unalalaje nyumbani? Huna neti. Jamani. Sasa malaria umekufuata wewe au umefuata malaria? Sisi tunaifuata malaria. Sisi tunapata shida tu. Hazitupati shida. Sisi hatujaumbwa kwa shida. Tupate shida mimi sikufichi. Sisi tuumbwa tupate raha sana. Ila shida tumezichagua sisi. Mungu tu atusaidie kutuondoa kwenye hizo shida basi tu, lakini ukiangalia tumezitaka wenyewe. Yaani mtoto anaingia shimoni, hapa anakwambia baba mtoe. Unaingiza kamba unamtoa. Kesho anaingia tena shimoni, baba msaada. Mungu hachoki kututoa. Hachoki bwana. Lakini anashangaa hao wajinga kiasi gani. Mbona barabara pana? Vipi kuingia kule mashine? Unapata picha kuhusu binadamu jinsi tulivyo. Kwa hiyo usije ukasema Mungu anatuchukia. Mungu gani huyu? Anatuchukia kwa lipi ndugu zangu? Sisi wenyewe tunajichukia. Sisi wenyewe siwafiche. Yaani Mungu yuko tayari kuoperate katika maisha yetu wakati wowote, saa yoyote. Yaani yeye ana hamu ya kufanya. Sisi ndio tunakuwa waoga wa kumkabidhi. Sema hili gumu sana. Hili haliwezekani. Hili sio. Wewe. Sola. Mimi ni watu walisema wewe sio Ustaz hawezi kujenga nyumba. Wewe sio. Na mimi mwenyewe nikiangalia kwa ile nguvu ndio nayo, sio. Ila nikasema ngoja nianze. Sio nini? Wana nyumba imesimama. Na pale inasoma milioni 14. Inasoma hivi. Alafu unajiuliza milioni 14 ilikuwa wapi? Pata picha. Maana yake ni nini? Kule kutaka kufanya. Sawa? Usiwe msemaji. Utafanya. Utofanya. Kutaka kufanya baada ya kuwaza kwamba sasa nalima, ingia lima. Sasa najenga, ingia. Kwa sababu wewe sio mfanyaji, ujue kuna Mungu ambaye ndio mfanyaji. Yeye anataka wewe utake, yeye afanye. Yaani siku moja waza, fanya hivi. Siku moja fanya hivi. Ukitaka kujua ni Mungu anafanyaje, mwambie mke hivi, bwana bandika chungu. Nenda kuchukua unga. Usiseme nenda kununua. Kwa sababu kununua mpaka uwe na hela. Sema naenda kuchukua. Wallahi utasikia mtu atakuita atakununulia unga. Kabisa bila shaka. Yaani bila shaka, kwa sababu katika mtu kuna Mungu. Atakuita mtu, anakupa unga na sio mtu amekupa. Ni Mungu. Hakuna mtu anatembea bila Mungu. Hakuna. Akikupa ni Mungu. Akikunyima ni Mungu. Akikuokoa sio mtu.
Ni Mungu. Akikutibu sio dokta hospitali. Anaweza kukupa, unaweza kumpasua mwenzako hapa akatoka salama kweli. Umpasue kabisa. Tumbo lote, tumbo paka unatolewa nje. Alafu eti baadaye anasimama, unajisikiaje? Unaona sasa. Ni mtu huyo kweli anafanyaje? Wewe ni Mungu shekhe. Sisi tunatumika tu. Asaidiwe huyo, sisi tunatumika. Asafirishwe huyo. Dereva anaendesha gari sio mchezo kwa barabarani. Kwa ufundi wa hali ya juu. Mnafika salama. Sasa Mungu akiwataka sasa, huyo dereva ni fundi kweli kweli wa kuendesha gari, lakini siku hiyo Mungu anafika. Ndio ukitaka kujua sio dereva anaendesha. Huyo ni Mungu. Kwa sababu siku ya uhodari wake huyu jamani hodari kweli kweli, lakini siku hiyo anafika. Jamani, muda tu wa kututosha, maneno ni matamu sana, lakini siwafichi. Hem, tujitahidi.